Bwana Yesu asifiwe. Hivi tunaendelea na neno la Mungu kama pale tulivyoachia kwenye kipengele cha 3 wala tabia ya 3, na hivi tutaendelea na tabia ya 4 mpaka kuendelea pale Mungu ataenda kutujalia kufika. Kwa jina naitwa Mambe Lwembuza. Mimi nikuwa mchungaji wa kanisa la Sepake Rutanga Evangelical Pentecostal Church hapa Malawi Panzaleka. Basi kwa hiyo tunaendelea kuzungumzia kuhusu tabia za mtu anazozionyesha ya kwamba anampenda mtu mwingine. Na kama vile tulivyosema, mtu akiwa anampenda mtu mwingine anaonyesha ya kwamba anampenda kikweli, wala katika hali yake yote anaonyesha ya kwamba yeye anampenda, na anampenda katika ukweli, sio katika unjanja. Na tabia ambazo zinaenda kuonyesha tutaenda kuzitaja hapa ili wewe utaenda kufahamu ya kwamba una rafiki yako na ule rafiki yako anakupenda wala hakupendi. Sababu kuna marafiki wengi, kama vile tulivyosema, kuna marafiki wengi wa faida. Rafiki wa faida, na rafiki wa faida sio rafiki anakuwa mnafiki. Huyo sio rafiki wa kweli, lakini anakuwa mnafiki kwa sababu anapenda tu apate kile ambacho uko nacho, lakini katika magumu yako ule anakunawa na hakupendi, kwa sababu ni rafiki wa faida. Hapa tutaingia katika tabia ya 4 mpaka tutaendelea kugusa tabia. Ziko tabia karibuni 16 ambazo tutaenda kuongelea. Mbele kwenye kipande cha kwanza tumeongelea tabia ya kwanza, huvumilia na kuwa na subira na wewe. Tukasoma Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 4. Na tabia ya pili tulisoma kutenda mema kwako na hachochewi na wivu. Tukasoma tena pale Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 4. Na tabia ya 3 tukasoma inasema hivi: hajitafuti mambo yake mwenyewe, bali hujali mambo yako na wewe. Rafiki ni lazima ajali mambo yake na mambo yako. Tukasoma katika Wafilipi 2 mstari wa 4. Hapa leo tutaendelea na kipengele cha 4, yani tabia ya 4. Tabia ya 4 nasema hivi: hasirikishwi upesi na hasemi maneno ya kukuvunja moyo. Tunasoma Wakorintho katika Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 5. Hili linaonyesha ya kwamba mtu akiwa anakupenda hakasiriki upesi kwa ajili yako, hahesabu mabaya ambayo uliyoyafanya. Yeye anakuwa ni mtu wa kusamehe, na tena anakuwa mtu wa kusogelea, hata kasirika haraka haraka. Tusome tusikie vile neno nasema hivi: upendo haukosi kuwa na adabu. Kwanza anakuwa na adabu, anakuheshimu. Ikiwa mtu anakupenda, kwanza anakuheshimu. Hautafuti mambo yake, haoni uchungu. Yeye hatafuti mambo yake mwenyewe, pia hana uchungu kwa ajili yako. Anaweza kuwa na uchungu, tuseme pale, kwa sababu kama unapatwa na mabaya ni lazima tasikia anaumwa, lakini kwa mambo nayo yafanya hata chukia, mpaka atakusogelea na kuambia, atakuona na kuonyesha kwamba ndugu yangu, rafiki yangu, haya mambo ambayo umeyatenda sio mazuri, kwa sababu ni mtu ambaye anakupenda. Inaendelea kusema ya kwamba hauhesabu mabaya. Hii upendo wa kweli wa urafiki wa ndugu na ndugu, wa mtu na mtu, kama ni wa kweli, upendo lazima kuwe katika Kristo Yesu. Na upendo kuwa katika Kristo Yesu
huyo mtu atakuwa amekupenda kwa haki na kweli. Hata hesabu mabaya yako, atakuwa mtu mwenye kusogelea, kwa sababu yeye amekupenda. Sio upendo wa faida, sio upendo wa kusema kwamba nipate kitu fulani. Wengi tumekwisha kuwaona kwa sababu wamekwisha kusaidiwa, kwa sababu walisaidiwa kwa zamani, lakini kwa sasa wamekwisha kufanyikiwa, wanaonekana kuwa maadui wa wale ambao waliwasaidia katika shida, kwa sababu ilikuwa ni upendo wa faida. Lakini upendo wa kweli ni lazima unapenda siku zote. Mungu atusaidie sana. Twende tabia ya 5. Tabia ya 5 inasema hivi: husamehe na kuacha kinyongo. Yaani anakuwa na upendo wa kusamehe na kinyongo ndani mwake haitakuwa. Tunasoma Wakolosai 3:13. Inasema hivi. Hili neno linataka kutuambia kwamba mkiwa na uvumilivu kila mmoja kwa mwenzake na kusameheana. Ni lazima tuwe tunavumiliana na kusameheana, kila mmoja kwa mwingine kumsamehe. Tunasoma neno la Mungu nasema, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyo wasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Hapa nataka kutuambia kwamba ni lazima tusiwe watu wa kuchunga chuki, kulaumiana, lakini tuwe watu wa kusameheana. Tuwe watu wa kusameheana na tuwe watu wa kusameheana. Kwa hiyo ndivyo Yesu Kristo anapenda, kwa sababu yeye mwenyewe alitusamehe na sisi lazima tusameheana. Sasa unapokuta mtu kama hakutaki, kama hakupendi, kama anakuchukia, tutakuja kuyaona tena hayo maneno ya Mungu wakati tutaingia kwenye title yetu, wala kwenye teme yetu, wala kwenye somo letu ambalo linazungumza kuhusu mtu anapokuchukia. Tutazungumzia hapo napo baadaye. Basi inasema ya kwamba ni lazima hata hesabu mabaya yako na hata kuwa na kinyongo ndani mwako. Kuna watu wengi wako na kinyongo ndani yao kwa ajili ya mtu mwingine. Anaposema hautajali, hautajua tena kama ni Mkristo, anaonekana kuwa ni mpagani kabisa, mpagani wa mwisho. Mambo anayotamka yanaonyesha kwamba yeye ni mpagani. Basi tuende kwenye kipengele cha 6. Kipengele cha 6 kinasema hivi. Kipengele cha 6 kinasema ya kwamba hutafuta amani na maridhiano badala ya ugomvi. Ina maana kwamba ni mtu ambaye anatafuta amani kuliko kutafuta ugomvi. Kuna wengi wanakuwa wanagombana, na wengi wanakuwa na ugomvi na watu wengine, marafiki yao. Kwa hiyo hii kipengele, yani hii tabia ya 6 inaongea kwamba mtu kama anakupenda hata kuwa na kinyongo ndani mwake. Tunasoma Warumi 12 mstari wa 18. Inaongea kama ikiwezekana kwa kadiri inavyo wahusu, kaeni kwa amani na watu wote. Tunasoma neno la Mungu. Kama yamkini kwa upendo wenu mkae katika amani na watu wote. Lazima mtu kama anakupenda mtakaa na amani naye mzuri siku zote zile. Kukiwa shida mtaasiliana, kukiwa matatizo mtaongea, na shida zote zinaisha kwa sababu anakupenda. Mungu akubariki sana na Mungu akuwezeshe katika somo hili. Tunaendelea kulisikia, na usikose kusikia tena part 3, yani sehemu ya 3. Hii ni sehemu ya 2 ambayo tunaendelea kukomea hapa. Mungu akubariki na Mungu akuwezeshe katika mafundisho haya ya kuinue na kuwezesha katika yote. Asante sana.